Bwana, kuna huyu hapa dada yetu anaitwa Angel Kidoti. Sasa hivi anaitwa Rahma Kidoti. Amesilimu juzi. Tena kasilimu kwa ajili ya Allah. Mme wake kamwambia chagua. Mme wake ni Mkristo na yeye mwenyewe alikuwa Mkristo. Mme wake kamwekea option hizi mbili, kamwambia chagua ubaki na mimi mme wako au mimi nikuache uende kwa Allah. Tumpongeze dada yetu, amemchagua Allah. Takbir. Huyo hapo Angel Kidoti. Alafu baadaye anakuja mashushushu anamletea maneno, sijui una akili, si ni Wakristo wamemletea maneno. Angalia alivyowajibu huyo. Asalamu alaikum. Mambo vipi? Habari za saizi? Jamani, samahani kwa wale ninaowaboa. Naona mnanipigia simu, naona message zenu inbox. Kwa wale wenye namba zangu mpaka WhatsApp mnanitumia message kwamba nimekosea sana, ninafeli sana, nilichokifanya sio fair, nilichokifanya sio kizuri. Yaani naona message zenu, lakini pia mnaonipigia moja kwa moja na hawaelekeza ni nini ili naona najua mnanielewa. Sasa hii nimeamua nifanye hii video na kwa faida na kwa wengine ambao mpo hapa na ni mashabiki zangu, pengine na nyinyi bado mna maswali. Kwa nini na kwa nini nimefanya hivyo? Jamani, kwanza kabisa mkumbuke kabisa mimi mbinguni nitaingia peke yangu. Nikifa ndakufa peke yangu, nitazikwa peke yangu. Kwa hiyo mwisho wa siku kuna maisha ya peke yangu ambayo mimi siyajui. Kwa hiyo maamuzi yangu nafanya peke yangu, hata bila familia yangu kuwashirikisha au kuwafanya waniamlie maamuzi yangu. Kwa hiyo naombeni tu muelewe hichi nilichokifanya ni moyo wangu bado, yani ni moyo wangu, ndo maisha yangu, na sio nimekurupuka. Mimi kwa wanaonifuatilia sikurupukagi kufanya kitu. Ni maisha ya muda mrefu sana. Nimeanza kujitengeneza, kutafuta, kuchimbua chini, kuangalia nini kinafaa mpaka naamua kufanya maamuzi na kutangaza. Nimechukua muda mrefu sana, ni zaidi ya miaka 2. Sisi kama tunaelewana. Kwa hiyo wewe uliyeona post yangu jana, juzi, leo, isikukele. Mimi haya maamuzi nimeyatafakari ndani ya miaka hiyo 2. Na ni kwa nini tukaamua kuachana na mwenzangu? Kwa sababu tuna mitazamo 2 tofauti. Sisi hatugombani kwenye kuishi kwamba tuna mwingine labda na kiburi, mwingine si labda kuna nini, hapana. Sisi utofauti wetu ni mkubwa mno. Na mimi kuna misingi ambayo nikiendelea kuwa nayo itanibana. Si kama tunaelewana kiimani, kidini, kuna vitu ndavifanya wakati huo mimi siwezi, havitakiwi kuvifanya. Lakini pia tunakuwa tunatengeneza nini kama tunafanya uhusiano ambalo halina yani linakuwa kama lina vipengele fulani hivi. Kwa maana tukaona tuweke hivyo ili mwenzangu kama atapata mtu huko awe free. Kwa upande wangu niwe free kwa sababu ya kutengeneza maisha ya kumpendeza mbele za Mwenyezi Mungu. Sio mtaalamu sana wa kuongelea mambo haya. Kwa hiyo kwa wanaonielewa inabidi wanielewe. Lakini pia kwa sasa nahitaji utulivu sana. Nahitaji kujifunza sana. Kuwa bize sana na masuala kujifunza sana. Kwa hiyo na hichi kipindi cha kwenda kufunga nitafunga pia. Sijui kama tunaelewana. Sasa nitafunga vingi. Najua wanaoelewa wanaelewa. Kwa hiyo nitajikuta ndambana mwenzangu. Ndio maana nikaamua kuweka public kwamba kwa sasa niko hivyo na yeye yuko hivyo. Kwa hiyo mimi nitavofunga nitakuwa huru, najiachia kwenye nafsi. Sipendi kuongea sana kwa sababu bado sijajua vitu vingi. Kwa hiyo nadhani kifupi mtakuwa mmenielewa jamani. Sijakurupuka. Acheni kunitumia message za kunitukana, acheni kunipigia simu kunilaumu. Kwa nini umefanya hivyo? Kwa sababu utakuwa umepata mwanaume labda Muislamu, ndio maana no. Sijapata.